I have not come to call the righteous, it continues by saying, inaendelea kusema, but sinners. sikuja kuwaita wenye haki bali wenye dhambi. Hallelujah. Hallelujah. So far, Basi kufikia hapa, we've looked at tumetazama how the salvation of God was lost in the garden, jinsi wokovu wa rehema wa Bwana ulipotezwa kwenye bustani la Edeni, and the reason why we really needed salvation, na ni sababu gani tunahitaji wokovu, and how we all inherited sin, na jinsi sisi wote tuliurithi dhambi, and the price that was paid na ile gharama ililipwa for us to receive salvation. kwetu sisi kupokea wokovu. And we have seen Na tumeona that the blood of Jesus ya kwamba damu ya Yesu is so precious ni ya dhamani sana than silver and gold. kupita dhahabu na fedha. And we have seen Na tumeona that no man can redeem another man. ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote awezaye kukomboa mwenzake. That the only thing that can redeem mankind Lakini jambo moja tu ambalo linaweza kuokoa mwanadamu from sin, kutoka kwa dhambi, it is the blood of ni Jesus. kupitia kwa damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. We now want to look at God's redemptive plan. Basi tunataka kuangazia ile ukombozi, mpango ukombozi wa Bwana In the next few minutes, katika dakika chache ambazo zinafuata, in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. John 3:16, Yohana 3:16, the Bible says, Biblia inasema, for God so loved the world Bwana aliupenda ulimwengu that he gave his one and only Son, akamtoa mwanawe wa pekee, that whosoever that believes in him ya kwamba yule ambaye atamwamini will not perish, asiwahi potea, but they will have everlasting life. bali awe na uzima wa milele. Hallelujah. Hallelujah. God, Bwana he had to give Jesus. ilibidi amtoe Yesu. You see, in the past, Unaona pale kale animals were being offered, wanyama ilikuwa inatolewa dhabihu, but they were not able to cleanse the worshipper. lakini hawako wanaweza kusafisha waabuduo. In fact, Hata hivyo, the Bible says Biblia inasema that God was not pleased Mungu hakuwa amependezwa with such kind of sacrifice. na aina hiyo ya dhabihu. It is true Ni ukweli that the things that took place in the past, ya kwamba mambo ambayo yalitendeka kale they were a foreshadow ilikuwa inadhihirisha of the things that were to come. ya mambo ambayo ilikuwa ya kuje. The sacrifices that were being offered in the Old Testament, Dhabihu ambayo ilikuwa inatolewa katika Agano la Kale they were a foreshadow ilikuwa kiashirio of the things that were to come. ya mambo ambayo yangekuja baadaye. The lamb that was being offered in the Old Testament, Yule mwana-kondoo aliyekuwa anatolewa dhabihu katika Agano la Kale, for example, kwa mfano, when during the Passover, katika wakati wa Pasaka, the animal that was slaughtered, yule mwana-kondoo ambaye alichinjwa, and then blood was poured on the doorposts, alafu damu ilimwaga kwenye kizingiti cha milango. it was a symbolic of our Lord Jesus Christ. Ilikuwa inaashiria Bwana wetu Yesu Kristo. The Bible calls him the Passover lamb, Christ Jesus. Biblia inasema mwana-kondoo wa Pasaka, Yesu Kristo. The law, Sharia, required inahitaji that blood must be shed ya kwamba lazima damu imwagike for man to be forgiven. ili kwamba mwanadamu asamehewe. There were so many practices Kulikuwa na itikadi mingi in the Old Testament katika Agano la Kale for the atonement of sin. ile ya kuondoa dhambi, kwa sababu ya kuondolewa kwa dhambi. For example, Kwa mfano, if you read the book of Leviticus, ukisoma kitabu cha Mambo ya Walawi chapter 16, mlango wa 16, you will see that there was a ram and a goat utaangalia kwamba kulikuwa na kondoo na mbuzi that were being given, ambayo walikuwa wanapewa,
And the goat, na mbuzi, the high priest, yule kuhani mkuu he used to anashika the head of the goat alikuwa anashika ile kichwa cha mbuzi and he confesses the sins Na of ana- the children of Israel anaziungama dhambi ya wana wa Israeli on that goat, kwa hiyo mbuzi, and then he releases it to the alafu wilderness. anaachilia kwenda kwa mto. Hallelujah. Haleluya. So the law required that without the shedding of blood, Basi Bwana anasema ya kwamba bila kumwaga damu, sheria sheria ya Bwana inahitaji ya kwamba bila kumwaga damu there was no forgiveness of sin. hakungekuwa na ile kusamehewa kwa dhambi. And that is why Jesus, Kwa hivyo ndivyo maana Yesu he had to come ilibidi aje in the form of man katika njia ya mwanadamu and shed his holy blood kwa mfano wa mwanadamu na kumwaga damu yake to fulfill the law. kutimiza ile sheria. He says, the Bible says Biblia inasema that I have not come to do away with the law, sijakuja kuondoa ile sheria but to fulfill the law. lakini kutimiza sheria. So Jesus Christ, Basi Yesu Kristo understanding the rules that govern the law, akifahamu ile sheria ambayo inaongoza the law, the rules that govern the law, ile sheria ambayo inastahili kufuatwa, he also had to shed his holy blood. ilibidi amwage damu yake peke yake. And remember, Na kumbuka Jesus Christ, Yesu Kristo, the fullness of the deity of God, ile ukamilifu wa uungu dwelt on him. ilikuwa juu yake. He was God. Yeye ndiye aliyekuwa Mungu. It was God that died for us. Ni Mungu peke yake ndiye alitufia. It was God that shed his blood at Ni Calvary. Mungu mwenyewe ndiye alimwaga damu yake pale Kalvari. What a mystery. Je, ni What a mystery. Maajabu. ni maajabu kiasi gani? Hallelujah. Haleluya. The Bible says Biblia inasema that when Christ had been killed and crucified and he died and resurrected, ya kwamba wakati Kristo alikuwa ameuawa na kusulubishwa na kufufuka, it is said in the book of Acts inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume that the author of life, you Yeah. have killed the author of life. ya kwamba yule mwanzilishi wa maisha, Mmeua mwanzilishi wa maisha. You have killed the author of life. umemuua mwanzilishi wa maisha. Praise the Lord Jesus. Bwana Yesu Kristo asifiwe. The book of Acts chapter number 28. Kitabu cha Matendo ya Mitume 8, I will read from verses number 20. Acts 28:20. Matendo ya Mitume 8, 28:20. 28:20. Matendo ya Mitume 28, Let us read what the Bible says. No, I'm sorry. 20:28. 20:28. 28. The Bible says, Biblia inasema keep watch over yourselves. Keep watch over yourselves. Matendo ya Mitume 20:28, Biblia inasema Keep watch over yourselves jilindeni nafsi zenu and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. na mlilinde lile kundi lote ambalo Roho Mtakatifu amewawekea nyinyi kuwa waangalizi wake. Be shepherds of the church of God, Lichungeni kanisa lake Mungu which he bought with his own blood, alilolinunua kwa damu yake mwenyewe, the blood of our Lord Jesus. damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. It is the blood of God that purchased us. Ni damu ya Mungu ambayo ilitununua. Hallelujah. Haleluya. So we need to treasure salvation, Basi inastahili tudhamini sana wokovu, owing to the price that was paid at Calvary. tukiangalia ile gharama ililipwa pale Kalvari.
that no man can redeem another man, ya kwamba hakuna mwanadamu yoyote awezaye kukomboa mwenzake, and no money is ever enough, na hakuna pesa yoyote ambayo inaweza kukomboa mwanadamu, because the cost of life is too expensive. kwa sababu ile gharama ya maisha ni ya bei ya juu sana. But we are grateful for the blood of our Lord Jesus. Lakini tunashukuru sana kwa sababu ya damu ya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. The book of Titus, chapter number 2. Tito mlango wa 2. Even as we finish, hata tunapomalizia. Titus chapter number 2. Tito mlango wa 2. The Bible says, Biblia inasema in the book of Titus, kitabu cha Tito chapter number 2, mlango wa 2, it says, Biblia inasema, for the grace of God kwa kuwa neema ya Bwana has appeared that offers salvation to all people. Tito 2:11. Biblia inasema, kwa maana neema ya Mungu ambayo inaokoa wanadamu wote imefunuliwa. It says, Inasema, it teaches us to say no to ungodliness nayo yanatufundisha kukataa ubaya and worldly passions, na tamaa za kidunia, and to live self-controlled, ili tupate kuishi maisha ya kiasi, upright, ya haki and godly lives na ya utauwa in this present age. katika ulimwengu huu wa sasa. The grace of God, Neema ya Mungu it is the unmerited favor of God. ni ile tunuku ambayo hesabiki ya Bwana, We don't deserve. ambaye hatustahili. We really did not deserve salvation. Kwa kweli hatustahili wokovu, After what had happened in the Garden of Eden, baada ya yale ambayo ilitendeka kwenye bustani la Edeni. but we will always be grateful to the Lord Lakini kila mara tutashukuru sana Bwana that He is a God of mercy, ya kwamba yeye ni Mungu wa rehema, and He brought us Jesus, na alituletea Yesu who paid such a dearly price ambaye alitulipia gharama ya juu sana for each and every man. kwa kila mwanadamu, He says that when even I am lifted up, ya kwamba ikiwa mimi nikiinuliwa juu, I will draw all men to myself. nitajivutia wanadamu wote. And so this morning, Na basi asubuhi ya leo, we all have the equal opportunity, same opportunity sisi wote tuko na tunuku sawa, to have salvation, kuwa na wokovu, to receive salvation, kupokea wokovu, the salvation of the grace. wokovu wa neema, It is not by work, sio kwa matendo, lest a man boasts. ili mwanadamu aanguke. It is purely by the grace of our Lord Jesus Ni kwa rehema ya Yesu Kristo that we have salvation. ya kwamba tunayo wokovu. So let us treasure what we have. Basi wacha tudhamini tulio nayo. Please guard what you've received. Tafadhali tunze ambacho umepokea. Practice your salvation Hakikisha unafanya kazi wokovu with a lot of fear and dread, kwa hofu na kutetemeka, having understood ukiwa umefahamu that it was purchased by a very heavy price, the blood of our Lord ya Jesus, kwamba ilinunuliwa na gharama ya juu ambayo ni damu ya Yesu, the blood of God. damu ya Mungu. And so may the Lord bless you Basi wacha Mungu awabariki in the mighty name of Jesus. katika jina kuu la Yesu. Thank you so much. Asanteni sana. That has been our Bible study this morning. Hiyo imekuwa mafunzo yetu ya Biblia asubuhi ya leo. I hope you have learned a thing or two. Natumaini umejifunza jambo moja ama mbili. May the Lord bless you. Wacha Mungu awabariki. Let us believe and pray, Wacha tuamini na tuombe. even as we transition to the other session. Hata tunapoelekea kiwango kingine. You can kindly stand up on your feet Tafadhali mnaweza simama and tell the Lord something. na umwambie Bwana kitu We jambo. have seen that it is not the healthy who needs a doctor, Ya kwamba si wale wenye afya wanahitaji tabibu, but those that are healed. lakini ni wale ambao ni wagonjwa.
You know where you have fallen short of the glory of God. Wewe unajua mahali umepungukiwa na utukufu wa Bwana. You know where you have gone astray. Wewe unajua mahali umeanguka. And this morning the Lord is calling us back to himself. Na asubuhi ya leo Mungu anatuita kwake. But please remember, lakini kumbuka the cost of salvation. Ile gharama ya wokovu. That is what will help you Hilo ndilo itakusaidia to guard the salvation that you have. kutunza wokovu ulio nayo. Please hold on to what you have received, Tafadhali shikilia ambacho umepokea, so that nobody takes it away from you. ili kwamba mtu yeyote asichukue. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Father, in the name of our Lord Jesus. Baba, katika jina la Bwana wetu Yesu. Father, we thank you for this morning. Baba, tunakushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Thank you for the price that you paid for us at Calvary. Asante kwa gharama ambayo ulitulipia pale Calvary. The price of the blood of Jesus. Gharama ya damu ya Yesu. Father, we are not worthy. Baba, sisi hatustahili. We inherited the sins of our ancestors. Sisi tuliurithi dhambi ya We inherited the sins of our ancestors. Tulirithi dhambi ya wazee wetu. But Lord, lakini Bwana, out of your loving kindness and mercy, kupitia ile rehema yako you gave us Christ Jesus, ulitupa Kristo Yesu, who paid the price of the blood. kulipia gharama kwa damu. And through the blood of Jesus, na kupitia kwa damu ya Yesu, we are all reconciled back to God. sisi tumewekwa sawa na Mungu. Please, Lord, Tafadhali Bwana, help us to understand the salvation that we have tusaidie kufahamu ile wokovu tulio nayo and the cost of salvation. na ile gharama ya wokovu. Help us to guard it with jealousy. Tusaidie tutunze na wivu. In the mighty name of our Lord Jesus Christ. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Please forgive us, our Father. Tafadhali utusamee. For many other times we have fallen short of your glory. Kwa sababu mara nyingi tumepungukiwa na utukufu wako. We have done contrary to your will. Tumetenda dhambi mbele zako. Father, please forgive us. Tafadhali Baba, utusamee. Wash us and cleanse us this morning Tusafishe asubuhi ya leo with the holy blood of Jesus na Christ. damu takatifu ya Yesu Kristo. Father in heaven, Mungu wa we mbinguni, thank you tunakushukuru and we bless your holy name. na